Ya, jambo wakuu, habari ya wikendi. Muwe namna gani? It's gonna be a very long weekend now that we have a spillover to Monday. And I want us to catch up over some small issues, especially on matters pertaining this country. Leo nimepatikana tu kwa shamba. No much stories. Maybe you can even give us a topic that we can discuss. Because of course there are many things. And you know, funds are very paramount in these issues we always delve into. So anything that you can you want us to dissect, maybe you can get that opportunity to this evening. Hii mwaka si mbaya. When you look behind me, tuko shambani tu, and when you look behind me, unaona mahindi. And honestly speaking, sometimes we give credit where I deserve. Hii mwaka mambo ya mahindi si mbaya. And if you look across even where you are, sisi wakulima wa mahindi tunaweza kuwa tumesmile kidogo. If this government would bother doing some stuff on prices ya mahindi, then hii mwaka si mbaya. Si mbaya vile. If you really worked for it, there is an assurance that there is something. Ile mwaka ingine kumbe alikuwa anatupea yenyewe mavi ya farasi, lakini round hii si mbaya. Hii fertilizer ilikuwa vizuri. Though kulikuwa na challenge kidogo kwa mpande ya mbegu, kwa sababu ukiangalia pakubwa kuna gaps kwa shamba. And it speaks of some issues na mbegu. But all the same, it's something worth appreciation. The government did right, especially on the particular fertilizer. Mahindi si mbaya. Across board, when you look around, mambo si mbaya. And we want to really appreciate where I deserve. Wakati mwingi watu wanasema hatunanga asante, but when something good has been done, we give credit where I deserve. Mahindi si mbaya, ng'ombe ukiona na nyasi iko sawa kwa wale wenye wanatumia the fertilizer kupanda hizi vitu zote. So we want to say Gongoi William akiongeza tu pale kwa nini, kwa bei, mambo itakuwa tayari. We will be celebrating all the way to the banks. But you see what's happening now in this country, there is almost a complete shift kwa upande wa mahindi. People are now doing other stuff. And if you are doing maize, most of us will be doing that for animal feeds. And one of the staggering issues that is coming out clearly is that the government has got some discussions on flagging off the ile tax waivers. See tax waiver actually. It is zero rated tax on animal feeds. And I think it's going to itakuwa pigo kwa upande ya wakulima, especially wakulima wa ng'ombe, wafugaji wa ng'ombe. Wale kabisa wanafanya zero grazing kwa sababu most of the things, supplements we get, we buy them from other places. Unless you're doing it locally, but ultimately it will have a ripple effect on the prices of animal feeds. And this is something that we must raise eyebrows on, because if we leave it that way, then ultimately those gains that we in a small way we enjoy, itakuja kutumiza pakubwa. So unless you are doing maize for your animal consumption, but if you are buying largely, then I'm saying you must brace yourself if this bill is going to sail through. So, I don't know, randomly maybe you can pick a topic. Sijui leo tuseme siasa. But you can drop your comment in that section so that maybe you can have a discussion on the same. Leo sina vita sana, nimeona Sudi amelema nani wa Munyoro leo. In this clip, yenye ametoa in a few. Na amefanya ile kitu inaitwa body shaming kwa ule wa Malwa. Siasa tukiweka kwa roho sana, tupige siasa personal attacks, then we are losing it. Kwa sababu you see, as far as kuna matofauti zetu za kisiasa, ikifika kiwango ya kuattack familia, inakuwa vitu zingine. It's a complete different issue, kwa sababu we wish really to have a civilized political engagement. So that when you have an issue with this particular person, unaachana na tofauti zake za personal. Kwa sababu ukipiga useme yeye ni semenya,
ni siku gani tutamuuliza Sudi alienda akachungulia yule jamaa aona kuna vitu mbili ya mrembo na ninja. So we are losing it, but siwezi complain kwa sababu tunaelewa the level of his understanding. Naona pia analema Wamunyoro, but you know Wamunyoro is gaining popularity. Kwa hiyo siasa hakunanga ile kitu inaitwa negative and positive publicity. Any other time you lose direction and speak about something, then it becomes your matter of discussion. And it speaks of an issue that really, this is the person that has attracted your attention. So you are saying if really this government was to bury this opposition in the person of Rigathi, then the basic thing they just do is just to give them a blind eye. Kwa sababu ya attention ndio wanahitaji sana. So the government is no longer concentrating on issues. Their biggest concentration is the attack on these particular people. And it's good. It's good. See, but that is exactly what Rigathi wanted. He wanted to pull them on his level and their big experience. Kwa sababu now he's a very idle fella. Ana kazi ya kufanya, kazi yake ni kulipisha kisasi kwa sababu alitolewa mbio. So hata na yeye anapangia ule mwingine amtoe mbio. And in any case, what still surprised me is there is some people that judge him on basis ya ati ako na bitterness. In any way, how do you expect Rigathi ashabikie serikali? Na alinyang'anywa ugali yake. It's common sense. There is nothing positive Rigathi is going to speak about this government. Kwa sababu kazi ya opposition ni kupiga serikali ndio wapate nafasi waongozi. That is common sense. Politics 001, everybody knows that. And any other person that is intended to see off this government always must poke holes on those negatives that this government is superintending. And in any case, if the government was so deliberate, angeacha many loopholes. Wangehakikisha kwamba wamezipa all the loopholes that are in existence so that these other people not find an avenue to allay negativities and all these other issues they are raising. Kwa sababu when you talk about the issues this opposition are raising, these are the tangible issues that all of us are encountering. And in any case, when they even speak, they are speaking from the point of common sense because everybody is within the environment that these issues are happening. So mimi najaribu tu kusema kwamba if serikali ingekuwa na interest ya kuhakikisha kwamba they stay focused on the issues, then they would always find them, everything that this opposition would be using as a forage haina nafasi. Kwa sababu when you speak about many other things, there are many negatives. They are talking about abductions, the killings. They are talking about the wanton corruption, all these issues. These are the common things that are happening publicly. And the government has not shown deliberate effort to ensure that that is not done. Instead, the government has sunk low to even now be following behind issues these people are raising. So I think the government must be so intentional and concentrate on that which matters so that watu wakifika nafasi ya kuja kupiga kura 2027 wapige on basis ya zile common sense, vitu ambayo imefanyika na vitu yenye haijafanyika. Kwa sababu the government now is in an election mood. When you see people now trooping on the rooftops of their vehicles, the issues they are doing are attacks and counter-attacks. So now it speaks of a totally confused environment because now mzungu akiingia Kenya anafikiria saa hii tuko na political leave. In fact, watafikiria kwamba elections ni kesho. Ideally, what will happen is the government should stay focused and concentrate on that which they promise their people. Opposition, of course, will always politic kwa sababu until that time they're looking for an opportunity. Hawatanyamaza mpaka kura ipigwe, wapate wasipate, watazidi kwa hiyo nafasi wa kupigania katika ile kutafuta nafasi ya kuongoza. That is the nature of opposition. So I'm even wondering that now we are sinking that low. In fact, tuko kwa environment ya opposition kabisa. Ujui nani ako kwa serikali, ujui nani ako kwa opposition kwa sababu all of them are speaking. The other one is attacking, this one is countering. So in any case, everything here becomes a war place. So these are the issues, and I even still doubt. Tens of advisors in William Magona, kazi yao ni nini?
So wafutu hata tupewe hata hiyo nafasi, kwa sababu sometimes unaweza kuwa in touch with reality ziko ground, kwa sababu these are common sense. If you lose focus as a president and concentrate on that which people did not give you mandate on, then we are speaking of a totally different and indifferent environment. So really try to imagine of a situation where this government remain focused on that which they promised their people. Wahakikishe tuko shambani, wahakikishe barabara wamejenga, wahakikishe hizi makazi zote zinafanyika. Mambo ya siasa itapata nafasi yake wakati ule. Na raia si wajinga, but when you sing that law to fight that which the opposition loves most, you are attacking yourself. So, na umeona, it's almost common sense. Leo kuna kitu nilikuwa nimepena hapo nikasema it will be Nilots versus Bantus. And you see, unfortunately, there are pointers towards that. Because if you see the other camp, most of the people when you go the other camp are Bantus. This other camp is gonna two major players, siasa, and coincidentally, all of them are Nilots. So I don't know how the play is going to be in 2027 because now it depends on who command numbers. Zile vitu zingine tunasema kuna kuiba kura. Those stories are neither here nor there. We've worked in these polling stations before and we've managed elections. And I can tell you it's so hard to manage elections, especially a president, to manipulate. With this kind of systems yenye tuko nayo technology, whereby unafika na kidole, unafinya, and then unatik president. Na wakati wa kutangaza unaanza na rais. Hizi vitu ni ngumu. Ingekuwa raisi, tungekuwa na William Samoei Ruto kwa uongozi. Tungekuwa na Raila kwa uongozi kwa sababu deep state walitumia every available resource kuhakikisha kwamba Raila amewin. So in any case, hii mambo ni reverse psychology. Ukisikia mwingine anasema tutajaza, hizo ni story. Ukweli ni kwamba kura iko na raia na inatangazwa na imesemekana. I remember when opposition walikuwa wameenda kotini. Walifika kotini na raise issue akasema there were some irregularities that are done in a form of manipulating elections. The judge then, the Supreme Court judges akaambia, bring any iota of evidence yenye inaonyesha kulikuwa na any malpractice ya manipulation. And I can tell you it was so hard for them to find. So hizi mambo ya kusema ati tutajaza, hizi ni reverse psychology. Kura iko kwa raia, na kura yenye inatangazwa kwa polling station ndio mwisho. So watu concentrate huko, na hiyo raia watapiga kura based on what yenye wameona hapa ground. Mtu 2027 hawezi amka kwa sababu the expectations yenye iko kwa serikali na raia ilikuwa juu sana. So most of the people would not really find a justified ground if the status quo yenye iko sahi will remain. Kwenda kupiga kura, kupigia the same pass 2027. It will be a tall order. And that is the truth that we must tell ourselves. So that as we wake up towards 2027, there are many things that must be done right. And in this case, mambo ni maendeleo. Watu hakikisha kwamba ukienda kutetea na kura yako, unapiga kura ikutetee katika ile shughuli yote ambayo uliahidiwa. So that will be the rallying call in 2027. Hizi vitu zingine ya imagination ati tutajaza, hakuna. Hii mambo ni ngumu sana. Kura ya polling station na kwa mwisho. Unless, I don't know, kwa sababu I know the technology keeps on improving, and I'm 100% sure that in 2027, it will be 100% technology elections. So in that case, I can comfortably say, because the modus of operation will be ballot polling in the polling station ndio mwisho. Nothing of significant difference will arise. Mambo ya hata kwa hivyo. So watu waombe kura. Na wakati unaomba kura, tekeleza yale uliahidi watu. Ndio ile election ikuwe determined on basis ya merit. Na merit ni mimi nilowafanyia, ule mwingine hawajawafanyia. Mimi niko na agenda. Na unajua hii mambo ya kuambiwa agenda, wenye wanafaa wasema agenda ni wale wenye wako kwa serikali. Wale wengine hakuna agenda kubwa atasema, in fact agenda yao itakuwa on the future, it will be backed on the future. Hizi wao wenye wako kwa serikali sahi, agenda yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wametekeleza. Wale wengine watapromise watakuja. So itakuwa story ya tuta na tuna. It will be a totally different ball game. Mambo ya emotions kama ya 2022 hakuna. Ati sijui nani alikuwa anataka kuua watoto yangu, sijui wananidharau, sijui walinitesa. Hakuna mambo kama hiyo, and especially kwa wale watu wa serikali, kwa sababu kuna ile kitu inaitwa bucket of incumbents. Hata watakuwa wanabeba mzigo wa incumbents.
Alafu ile kampi ingine itakuwa inakuja kusema sasa kuwi promotions ati wamenitesa, na hivyo basi munisikize, kwa sababu 2027 na going into the future ndahakikisha kwamba interest zenu zimewekwa pamoja. So these are basic politics 001, and I don't think that hatuelewi. Wale tunaelewa, it's common sense, and it's from that basis that 2027 election will be determined. Is my side shows, of course, it's more of numerical. It's more of numerical calculations. Ni hesabu pakubwa, kwa sababu unajua kudefend elections haikuangi rahisi. Wala ambao tumefanya siasa, mnajua what it means to defend an election. Sio rahisi. You must prove beyond every reasonable doubt that you deserve to be promoted the next class. And therefore, it's an uphill task for those who are for those who will be on the receiving end could defend election. That is why these people must be held accountable and must be informed the status and the nature of politics upper ground. Unfortunately, most of them do not listen. And you know, kuna bravado fulani wanasemanga, sisi kama tulishinda ile wakati na hatuko na deep state akoda babu gabe haikuangi rahisi. It's a tall order. 2013 unakumbuka wakati Uhuru na Ruto walikutana, ilikuwa rahisi sana. By the way, it was a walkover, kwa sababu emotions ilikuwa inadrive hiyo wakati ni kwamba tulikuwa tumepigana, and going into the future kabila mbili zinajumuika wanaunda a peace accord ya Kenya mzima, na walipata kura. 2017 haikuwa rahisi. It was a tall order. If you remember, that election was nullified. And in fact, if you remember, at some point the outgoing president Uhuru alisema I was almost slapped by the current president, kwa sababu siasa haikuwa rahisi. According to him, angeona awachilia jiende, lakini rais mwenye ako kwa kiti akamwambia, you young man, hakuna pale unaenda, twende hii election. So it speaks of stakes ya re-election haikuangi simple. Sio rahisi sana unless you are novice in politics. Ndio uelewe, but the reality sio rahisi. Hata ukiona hizi vitu zingine, hata gavana, hata sijui woman, haikuangi rahisi ku defend election, sio rahisi. So it's a wake up call kwa wale ambao wanapata nafasi ku advise the authorities. Mwambia kwamba if the status quo is anything to go by, then there is a lot that needs to be done. 2027 takuwa tall order, na tutarudi nyumbani, na I'm worried that going into the future now, if the basis will be the person that we have today, at the 2020 future, watakuwa nasema, you guys, we gave you an opportunity and you really squandered that. So all this, whatever we are saying, is in the best interest of securing the future. And that future is purely guided by what we do today. Na ukitaka kujua si rahisi, angalia, for the first time in the history of this country, the PA ndio anakimbia kuomba kura. Si rahisi. In fact, from the three fronts, president ako kwingine, naibu ako kwingine, PA ako kwingine, alafu kuna mavijana wa ground, na hizi zote watu wanatembea na money bags. Unaona? It's not easy. For the first time, you can imagine how tedious the future is going to look like. So what we are saying is, inafaa tufunge mshibe. Lazima tufunge safety belt, kwa sababu pale mbele mlima imesimama. Na hiyo mlima, wachana na ile viatu mlikuwa mnasema mlivalishwa kupanda ile Mount Kenya. Ile ya sasa ule mzae Odinga baba saa hii anajua ya kwamba ile mlima hata nilikuwa na viatu lakini niliteleza. In any case, to be honest, since watu wagema wajumuika hawajaipoteza urais. And mimi nilikuwa na support sana watimue wa Munyoro. Nilisema by the way, hiyo wa Munyoro atolewe mbio kabisa, kwa sababu I knew it was not a perfect blend kati ya Ruto na wa Munyoro, kwa sababu both of them walikuwa on equal level. Unaona? And I saw in the best interest of the future, wa Munyoro ilikuwa lazima atoke. In fact, he ought to be a presidential candidate, kwa sababu the point at which he was reading stuff, alikuwa ana read in even a better advanced way than even the president. So that is not a perfect blend in a democratic society, kwa sababu those people, especially in a presidential system, whereby the president commands everything. So you can imagine we have two centers of powers. It would be so catastrophic to the country, and therefore what happened then was quite an informed decision. Unfortunately, it was untimely, kwa sababu it happened at expense of the bigger portion of the votes we have, and it is irrepressible.
Those number of votes that we've lost are irreplaceable, and that is why the president is working around the clock kuhakikisha kwamba baba asiruka hata siku moja. Baba anasema asiruka hata siku moja, and if there is anything that can be done, if there is any investment that can be done to ensure that baba amebaki kukua life support, Ruto is going to do that. The same thing is happening on the far-flung areas. If you look at what he's doing in the those other counties, the far-flung counties, what he's doing, especially on the Maasai people, what he's doing, especially on the Turkana, the reason as to why alipea chairman Mturkana ni kwa sababu anataka kuhakikisha kwamba the minorities ako na yeye. Sababu ya kuhakikisha kwamba ile vita ambayo ilikuwa Barago yange comment ni kwa sababu anajua akicomment chochote wa Masai watakasirika. So it's a very delicate balance. Ukiona vitu yenye inafanyika huko akiplease the Duales, anajaribu kuplease the Duales kwa sababu he knows the entire vote basket. Yeah, 6 point is already gone. So it's going to be a tall order, and I am 100% sure that that decision ilikuwa underestimated. Ali overlook kufukuza Rigathi. Ideally, those sisi wengine, the pundits tutasema kwamba it was timely, but tunajua the ripple effect. So it's a problem that we must live with. It's a problem. I don't know if he's going to find a commensurate approach to replace that particular vote basket. Kwa sababu 2027, it's going to be more of emotional based politics. Ule mwingine atasema tuliteseka, sisi wengine hatutakuwa na cha kusema kwa sababu tulikupea nafasi na hakuna kitu ulitufanyia. So it will be more of kutakuwa na vote voters, watu watakuwa na changamoto, hatakuwa na psyche ya kwenda kupiga kura. Kutakuwa na apathy, really voter apathy from this particular region, lakini wale wengine wataenda kuprotest. Assume sasa Wajaluo hatakuwa na baba kwa ballot. What will be the reason as why Luo just wake up saenda apige kura? Kwa sababu Mkikuyu anamkanga kwenda kupiga baba atoroke. Mjaluo anaenda kupiga kura a support baba. Assume baba in 2027 hatakuwa ballot. You can imagine the number of votes yenye ilikuwa Nyanza itaamuka. And in any case baba, ukicompare kura yenye baba alikuwa anapatanga mingi, kura mingi haikuwa inatoka Nyanza. For your information, if you've been on this staff for quite some time, kura mingi baba amekuwa akienjoy inatokanga Western hapa kwa sababu of their population. Wako na numbers, you know that. Everybody knows that wako na numbers. So Waluya hapa, ukiona county kama Kakamega saa hii story yao ni tofauti. Ukiona Vihiga story yao ni tofauti. Ukikuja ukimbia Trans Nzoia walitushindia kura kidogo ile wakati mwingine kwa sababu kura mingi zilienda kwa baba. Ukikimbia pale Kisii stories zilikuwa pale. So what we are saying is kuna msikitiko kidogo. There is a tremor kwa vote basket ya baba, and it speaks therefore of a serious strategy to ensure that which is lost is always covered. And I don't know how best is that going to be done. The first thing that would just happen is Ruto angefaa maintain the vote basket yake. Vote basket yake ni hapa nyumbani, especially hapa nyumbani. Kwa sababu hapa nyumbani sasa ndio mshike upo. Ukiangalia pale South Rift, tunakuanga na mikutano pale TikTok na unaonanga in every group of 10 people, 7 are over totally different discussion. Wanasema hatuna sababu ya kusupport going into the future. That is what the South Rift are saying. Ukuja hapa North, hapa nyumbani, for example hapa Nandi, hapa Uasin Gishu. Kama kuna ideal kama kawaida, Uasin Gishu, baba alikuwa anapatanga kura mingi Uasin Gishu sana. In fact, to a tune of 70-something thousand. Ruto akiwa na hiyo ingine. So over that is 7% walikuwa wanapigia baba huko Uasin Gishu. Kuja hapa Nandi, over that 5% walikuwa wanapigia. South Rift, Kericho na Bomet, Ruto angepata 90% na kwenda mbele. Elgeyo Marakwet ndio alikuwa kwa numbers walikuwa wanapigia in a very almost approximately 97% walikuwa wanapigia Ruto. So I don't know now. I don't know the status going into the future. But if today's indications are anything to go by, then you should be worried. Nafaa tuhakikisha kwamba tumevaa gumboot,
tuvae raincoat, tuingie kwa shamba, tuombe kura. Watu wahakikishe kwamba wameamka wakuja wapige kura. Kwa sababu ikibaki venye iko, watu wengi hawana sababu ya kwenda kupiga kura. So hizi vitu zote tunajaribu kusema, and in any case, mimi nasema kwa sababu I still feel that there is a space for this particular regime to breathe, na kuhakikisha kwamba it breaches that which is not well done now. Lakini watu wanenyae wenye mnaambiwa ukweli, nyinyi you cannot reason beyond the arithmetics yenye iko hapa. Hautasaidia rais na hii mambo ya excitement yenye unafanya hapa. Wewe saidia rais ukimwambia ukweli, ukimwambia mambo si mzuri pale, kimbia pale. Na njia moja ya kukimbia pale, chukua maendeleo. Ukikuja huko kwetu, stima hizi zinasemekana, kwanza huko kwetu mambo si mzuri kwa stima. Stima huko sisi bado tunatumia tamambo luko, hii mafuta taa bado iko pale. Vitu mingi hapa ukifika ni M-Kopa. Watu wanatumia masola ya M-Kopa kwa sababu stima huko ni story. Huku kwetu wanafanya ile kitu inaitwa discrimination. Wanaangalia nyumba mzuri, wanaekea stima. Wale wenye wako na uwezo wa kujiapply. Wale maskini hakuna stima huku kwetu. So, and you see, this is a thing that in any case inafaa ikuwe inasaidia watu wengi. It's revolutionary because you can imagine for the first time stima inafika kwenu na kila kawaida umekuwa ukitumia 135 mafuta taa. So stima ikifika kwenu na umewekewa tena na bei nafuu. Bei nafuu yani kazi yako ni kulipa 2 tokens. That thing is going to be revolutionary. So as we speak, there is a very slow pace on that particular field ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapata stima. Kusema tu kweli. Ukija kwetu kwangu hakuna stima na kwetu hakuna. Okay, many of the families huko hainanga stima and there is no plan, and if there is any plan, imekuwa tu mapping. They will say mapping and in fact we are going to do it next time. So it speaks. Na unajua hii mambo ya stima last mile ilianza na wakati wa Kibaki. World Bank ilikuja kitambo 202 akasema we are going to pay the electricity, we are going to work on that. So if I remember, Tarus ndiye alikuwa huku na alikuwa ametuweka. The first system tuliona huko ni wakati wake. So it has been work in progress since those times. That is why the first time ya Uhuru, it was all about the same. Second time they were discussing about that. And even this government is working in that successive plan. So ideally, these are the things that would have been the things of the past. Ingekuwa tu wanaanza place moja, wakiteremka pamoja, wakimalizanga. But the discussion here is quite different. So I'm speaking on that particular field kwa sababu that is the only thing that you listen or hear that's happening elsewhere. And I know if there is anything that is tangible that is seen here, then it would be that electricity. But with the status of that issue, then I'm telling you, 2027 huko hatuna sababu kubwa sana ya kwenda kupiga kura. Hakuna. What would be any other reason? It would be so hard to convince other people. Kwa sababu barabara hakuna, shule huko hakuna, ni nini? What else? Mahindi saa hii iko sawa, lakini sasa bei unajua is plummeting. And that is the current relationship, that is the current status and the nature of things outside here. And I don't know how best are we going to approach that. Umeona sasa imefika jana wadozi walikuwa kwa Harambee. Huko kwetu walikuwa kwa Harambee. And things have completely changed. Things are completely changed. You see, we are not settling for less as the people. We are settling for that which is strategically meant for us for decades. Those things that are going to outlive generations. And if somebody tells you that I'm going to do a Harambee for you, then that tokenism is not sustainable. Kwa sababu the team was here yesterday, around this area. They contributed 6.6 million. And if you subtract logistics, perhaps you'll get around 5 million. If you divide that for 120 groups, it was shocking that someone would go home with a negative because looking at the time they spent and even the fare that they've used from the far-flung areas they come from, then it speaks of a totally indifferent strategy as far as that dream is concerned. And what are we saying? We are saying that this is not what we anticipated. It is really in the best interest of logic.
It's not the persuasion, it is logic. Kwa sababu huyu mama mboga umemchangia 300 na umemweka kwa harambee ambayo wamekuja kuimba 2 term. In fact, it was entirely all about 2 term song. You can imagine the kind of choppers that landed in that particular place. The gaslers, the fuel gaslers vehicles that were there. Massive. You know? Alafu ikakuja 6.6. At expense ya unatoka pale na pesa yako 300 unaingia kwa pikipiki unagwama kwa njia ya kwenu. Kidogo bahati mbaya pneumonia kukamata inafaa uingie hospitali, SHA inafanya lakini outpatient haifanyi, so you must get deeper to get that particular fund to fund your medics. Mwanafunzi huko nyumbani anakungoja anadai fees. Haezi jua mambo yako yanenyaye mate ama umetoka harambee. So what we are saying is we should really run away from this behavior ya kurun a tokenism politics at expense ya policies. Mimi ningetaka tuambiwe hustlers fund. Because nani? Ongalalagin just fate. Aya okay. So I'm saying this that you can imagine if we were to revitalize this hustlers fund, because the problem we have is that these mama mbogas, mashida wako nazo sahi ni temporary problems in a way that wanataka capital ya kwanza biashara zao. Na wengine pia, by the way, they are running a very successful government business. Now, if we were to revitalize that hustlers fund, ikuwe kama Fuliza, whereby unawapea loan, but in the course of whatever transactions they are having, you deduct that. We become so strategic so that we have a policy framework in itawasaidia beyond you are living as a leader. But what you are doing is completely different thing. Now it was about mama mbogas, and I'm even shocked. At some point we were asking them if you can produce the list. But unfortunately, I believe there is none. Kwa sababu most of them, unajua wadozi pia lazima jitafutie kitu ya kukula. Unajua huko mambo si rahisi bwana. Ukiona ma-MPs huko wanakufuliza, ujue mambo haisongi. So we are speaking of a scheme ya pia wao wanajitafutia. Kwa sababu ukiona venye wanakimbia, maanisha wanajitafutia kakitu. So if you are to ask them to account for that particular sin that was contributed, it's going to be case na utaambiwa wewe ni mtu ya opposition. So what you are saying, I don't know, 290 constituencies wakichanga hizo pesa zote, tukijaribu kujenga dual carriage kutoka Kapsabet, kutoka huko Vihiga tuweke mpaka Kitale, hizo pesa ya 290 constituencies ya Harambee tena kila siku, in fact some other constituencies zinafanyika karibu mara 5, si mashida ya infrastructure tungemaliza safari moja jamani. And you know it's a transit way, kila mtu ata benefit, kama unasafiri kwenda Uganda, kama unachukua mbolea yako, kama unachukua everything, because this is a bread basket region. So we are saying, kwa sababu the resources we have as a country is so scarce in quotes. But if you look at how it's being spent, there is a spree that completely negates that particular principle. So ideally, the government would be doing that which favors majority. And by the real discussion that we are having here is, we all know, and the ignorant argument most of us always raise is, hii serikali haikuwa na do, hii serikali ina service madeni, hii serikali sijui ilipata majikoni uko store haikuwa na kitu. That is the stories we still believe up to date. Now let me ask you, let's ask ourselves, because now the ceiling ya deni imepandishwa. Na kusema kweli pesa tumeomba ni mingi. Na bado tunazidi kuomba. Watu wengi walikuwa nauliza, because I attended a public participation ya ile finance bill pale mahali viongozi walikutana. And most of the people walikuwa nasema, by the way, going into the future, hatutaki kulipia watu wengine deni, tumekubali kulipa deni as a country. Tumekubali kama raia ya eneo hili. Lakini ile deni, tunataka tukilipa hiyo deni, tuangalie hata sisi tumefanyiwa nini. Ndio tulipiwa hata hizo madeni, kwa sababu saa hii tukiongea, zile madeni tunalipa ni vitu chache ambayo imefanyika kwetu huku. In terms of that deni. So what we are saying is, ile expressway ya Nairobi, watu wanalipa na toll. Wanalipa huko na deni, wanalipa toll.
unafika pale unalipa. Lakini sisi watu wenye watukanyagi hiyo barabara tunalipa hiyo deni. Sasa kitu tunasema going into the future, deni kiombwa tunataka tukilipia wengine, hata sisi tukue tumefanyiwa kitu, ndio tukilipia tusisikie uchungu. Kwa sababu going into the future tunataka Equity, kila mtu alipe deni kulingana na venye imemsaidia kwake. Kwa sababu sasa sisi tunakuwa marginalized in a way that tunalipia watu wengine deni kwa vitu yenye hatujafaidika nayo ama hatufaidiki nayo. So that we build a justice society huku kwingine tukichanga wote, kila mtu atakuwa na reason ya kulipa. But you can imagine now unalipia wengine, unalipia watu wa Mombasa, unalipia sijui watu wa Coast, unalipia watu wa far-flung areas. Wewe mwenyewe hakuna kitu ya kulipia. So the concern people were raising then, and they were so specific, that now mumekuja na finance bill mpya. Na mumesema the gap ya revenue ile ingine mtajazia deni. Wamesema sasa hii deni yenye inakuja, sisi pia tuwekewe dual carriage. Tuwekewe ma expressway huko. Hizi ma institutions zetu tujengewe. Ma factories tuwekewe. Stima hata kama mtaomba deni tuwekewe. Raia wamesema tuko tayari. Muombe hizo madeni tufanyiwe hizo kazi. Kwa sababu tukilipa tutakuwa na sababu, kwa sababu ilitufaidi kama raia. So that is now the discussion, and I think that is the just discussion all of us must really live up to. So no days uko na shida kijana, look for other things to do, ng'ombe wewe. It's okay, it's justified, bro. They don't think like that. The way they think is how to win souls for them to remain in power. Yeah, I don't know. You know, they are politicians and they must live. They must survive. And one of the best way to survive is through the terrains ya siasa. Unaona siasa kuna uongo, lazima useme mingi, ka ukweli kidogo, ufanye kidogo, uonekane ni kama hata uko na future. I mean, all these things coupled together ndio utajenga kiongozi ya mwana siasa. That is exactly what they are doing. But you know, that is their field. Wengine mtataka kufanya yenu in a very structural way, but you know, as a country, we are not yet there. Sisi bado hatujafika America whereby you are held accountable to the statements you have. Leo watakudanganya wakifika, the next time watakwambia it's not all about the manifesto, is just a paper. That is the nature of politics of huku Africa. The following day wanakwambia no. Totally different script. When they get an opportunity, totally different engagement in practice. That is exactly what's happening. So, Wilson Lele, sina issue na wewe. If you're not comfortable with what you are saying here, get off, fuck off. Toka hapa wewe, enda fuata watu wako wa mediocre. Equal level aje. You compare someone who has been MP for 5 years and somebody who have been MP, minister, deputy president. Wacha mchezo bwana. Wacha nikuambie Jacopo. Mimi nasema, unajua kuna mambo mengine ya uongozi na siasa. Mwana siasa anaweza survive. By the way, Ruto is not the longest serving leader katika uongozi yake. Kuna watu kama Aden Keynan. Aden Keynan sijui amepiga miaka ngapi huko. But still, you know, what we are saying is, we must differentiate leadership and politics. They are very good politicians that can even live for quite many years. But still, when you get down to their places, they still are complaining to the problems that are so historic that would not be living at that point in time. Unaweza imagine, mtu amekuwa kiongozi ya miaka 24. For example, let me use that particular analogy ya Moi. Miaka 24 na nitumie pia ya Museveni. Ni nini katika hii miaka 24 hujaifanya yenye utakuja kufanya kwa miaka yenye umebaki nazo 2 ama 3? It's just logic. When you are meant to deliver something, it doesn't matter the number of years you'll have in that particular position. I'm seeing this Traore. Huyu Traore amekuwa uongozi for less than 2 years. But what is done, in fact, without external influence. Kwa sababu, what is doing, yeye mwenyewe alikuja akakata links ya madeni ya hizo mainji zake. Kwa sababu France alikuwa pale kwa military na kila kitu. In fact, they were mining everything. But alifika kwa uongozi through coup. Akaingia kwa uongozi akasema sasa from today, our country must live within their means. Every resources that we have, lazima tutumie tujinufaishe. Mambo ya deni tunafunga. We must revitalize our country. As we speak, the gentleman has done almost things that his predecessor, mwenye ameishi kwa miaka mingi hakufanya. So what we are saying is,
You don't need millions of years. You don't need number of days. That is why when we are electing, when we are getting into elections, by the way, sisi wengine tunapendanga ule kiongozi mwenye ana peg promises yake na timelines. Anasemanga, my 100 days, nitakuja kufanya hii. In the next 2 years, nitakuwa nimefanya hii. And that is why we voted most of these leaders on that particular basis. Mimi nasema, nataka leo kwa sababu unaona wale miaka haifai. Nataka leo kiongozi akuje bila manifesto na timelines uone kama utampigia kura. Kwa sababu unaona hana plan. So why would we not hold accountable these leaders on basis of the promises they made as far as the timelines they gave is concerned? So all these things must be time bound. That is why niliona Wanga juzi jana. When you see what's happening in Nyanza, it is historic. It is a revolution in itself. These people have got every reason leo wakuambia kwamba we are justified to support William in 2027. Wamesema zile vitu tumefanyiwa haijawahi fanyika tangu 1963, and that is justified. Kwa sababu you can imagine kilometers of roads yenye ideal kwingine inateka hata 10 years, huko kwingine inapigwa na 2 years. Unaona Raila Odinga Stadium inapigwa yani mchana na usiku. Unaona ma research ya fish market huko inapigwa within the shortest tender time. What are we saying? Uko kwao wanasema hii muda tumekuwa nayo ya miaka. In fact they are less than 2 years kwa sababu hii broad base imeundwa tu juzi. Wanasema sisi bwana tumeona maajabu bwana. Hizo mabarabara zimelonjiwa huko zinapigwa usiku na mchana. Huko mastema bwana, kutaka mambo ya ubaguzi, huko inapigwa usiku na mchana. What are we saying? We are saying it doesn't matter the number of years you will be in power. What matters is the energy, the zeal, and the intention, and the will. Because it has happened elsewhere. Hawezi niambia sasa huku haifanyiki kwa sababu yafanyika kwingine. It's all about unataka kufanyika. So it doesn't matter. It doesn't matter ati sijui kuna experience ya miaka ngapi. Traore hana experience. Hata Ruto hajawahi kuwa na experience ya urais. Hata wale wengine wamekuwa kwa uongozi hawajawahi kuwa na experience ya hizi vitu. Na mwanasiasa ni tofauti na kiongozi. Kuna wengine wanaweza kuwa na mdomo mzuri ya kupromise mpaka hata heaven. Na hajawahi hata chukua hatua ajue hiyo heaven njia yake iko wapi. And that is exactly what we want to say going into the future, that really people must be measured people. William alikuja kwa uongozi akiomba alisema, hey you guys, mimi nawaambia bwana, politics of deceit itaisha Kenya. Ati unaahidi ukifika ukishukua ushukane mambo yako tofauti. Alisema bwana, na hivyo that was the basis upon which we gave him the opportunity. Tukasema wale wengine wametudanganya. In fact these people we call them octogenarians. So watu wameishi miaka mingi, the dynasties wenye wanafikirianga they must be in every bit of election. Tutakupunish na huyu jamaa mwenye ametuonyesha inawezekana. Tukampigia. So ni venye tu saa hii kuna persuasions tofauti na venye tumehudwingiwa na kubrainwashiwa ndio hatuwezi allow our reason. Hii reasoning by the way ingefaa ikuwe ina happen towards election huko, tungekuwa tumekuwa under a change country. But you can imagine imeanza saa hii na hatujafika elections. Kumbe hata elections hata baadhi mambo itakuwa tofauti. So it was on the basis of that argument. No praising and worship blindly. Choose. You can praise and worship blindly, but unajua kiroho. That is why mnakujanga inbox unasemanga unaniambia unasema kweli. Unajua yenyewe kuna praise and worship ingine hata haifai kwa sababu tukidanganyana ati university model ina work. Na unajua kwako yenyewe ile kitu inaitwa household. Fees yenye tulikuwa tunalipa 23,000 nalipa 60,000 saa hii. I mean, what are you saying bwana? See you know hiyo yenyewe unajua. Ukikuwa mgonjwa leo, NHIF ilikuwa inakulipia outpatient na inpatient. Ukifika saa hii hospitali unaambiwa kutoka saa hii mpaka uingie ward utalipewa na au utalipewa na SHA. Kutoka ward ndio utalipewa na SHA. In an event that most of the people hata wanaenda kufanya body checks. Ukienda kupimwa hayo yote lazima ulipie. Unless wewe ni mfanyikazi yenye kuna comprehensive cover. Ile raia mwenye alikuwa ameahidiwa atalipewa 300 inafanyika kweli. Ukiambiwa saa hii ulitolewa kwa credit bureau, CRB, si tulisema kana 7 million plus umetolewa kwa credit bureau. Wewe angalia kama uko na deni ya serikali ama deni yoyote uone kama uko CRB. So what we are saying really, there are things that we cannot
hawezi sema, hata na wewe utasema aje na unajua ni ukweli. So hizo ndio unasema blind praises and worship. Nataka tu to praise serikali. Mimi nda praise serikali. Kama affordable housing wanafanya kazi mzuri. I wish they would be replicating hiyo energy affordable housing na vitu zingine, infrastructure zingine ambazo tunaita basic needs. Wangekuwa wanafanya hivyo 2027 mimi mwenyewe hata kura za kwetu mimi nikamobilize kila mtu amke, wale wenye hawajapiga wahakikisha kwamba wamefika. So it is all about if they were to replicate that energy kwa mambo ya maji. Angalia damu yenye iko kwako, if there is any, niambie ni gani inaendelea in the same energy ya affordable housing. Niambie tu, hata barabara niambie kama kuna any ambayo inatumia the same energy na affordable housing. So what you are saying is hizi vitu zote zikuje pamoja, na it doesn't matter the number of years you'll have the position in power. What matters is every count of that time which you've always had. That is exactly how leadership will be measured going into the future. Chemos, good job praising and worship blindly. Comment section. So huko kwetu nasikia walituanga mheshimiwa Kofi na kitu wenyewe Wakenya wamekasirika, lakini hiyo parliament mlimpeach parliament. By the way, as we speak parliament stood impeached, but kwa sababu ya siasa siiko. But what you are saying is hata kama umekasirika na kiongozi namna gani, usimtuanga Kofi. Ungoje udila yeye kwa ballot, japokuwa haja kufanyia chochote, wachana na yeye anone, akule, usisikie vibaya. Your time will come, and that particular time you'll demonstrate that anger on the ballot. Ukimtwanga unajua atakuteza juu yeye au na state machinery. Yeye akipiga simu akipigia OCBD, atampigia OCBD na utezeke, na wewe unajua yeye ni hasa la raia tu. But you know, hiyo hopelessness, najua shida ya young people are very hopeless. Sisi tuko hopeless kwa sababu mtu akikufail unasikia vibaya. So what you are saying is msichape viongozi, maninjangu vumilieni 2027 si bale, utamfukuza tu na kura yako. And I know they know that your anger is somewhere else. It's thinking in the high heavens. So maintain that tempo. 2027 kwa ballot. Mambo ya Kofi utateseka. You cannot do all the projects at once, my friend. Everything at its time. Simple knowledge. Thank you. You cannot do. Unfortunately, it's happening in Nyanza. Suliona Wanga jana venye alisema. All at a swoop. Affordable housing. Kila kitu inafanyika Nyanza. I don't know. Ama uko si Kenya. But unajua tunalazima tuwakatie wakae mzuri. Uko kwingine. It's happening by the way. It's happening elsewhere. So that's a novice belief yenye nilikuwa nasema sasa mko na shida kwa sababu you are not even demanding any quarter of that particular projects you want. But the president has demonstrated capacity to even do the whole projects in Nyanza region at a go. Why not in exclusions of other places? Kwetu sisi tunaomba pia tufanyiwe hata quarter, hata hatutaki mpya, tufanyiwe zile ambazo zilikuwa zimeahidiwa na zile ambazo zilikuwa kwa pipeline, especially in terms ya budget zilikuwa work in progress. Kuna hizi mabarabara zilikuwa zimelonjiwa, wafanye hizo basi, hizi zingine tungoje. Welcome to our chat kesho. Niko na mass wedding. Wapi huko? Tutakuja. Ni wapi? Sawa, you'll DM inbox tukuje mass wedding alafu tuseme yala. Pain is sickness, sick medication. You are not decided whom to sell to ask for the presidency. That is not the case, bro. That is mediocrity. Hiyo yako ni mediocrity. Kila mtu siku hizi mwenye anasema chochote nafikiria na mgonjwa. But anyway, you know, sahi tunaendeshwa na zile siasa ya pesa dade ya anu wenye wanafikiria kila mtu ni mgonjwa. That is not the case, bro. People are thinking outside here and they are saying issues as they are. If you are blindfolded, then it's you yourself that is sick. For the case of deciding who the presidency should be, mimi nasema we have a precedent between now and 2027. And there is no other shortcuts. Tutakuwa naye mpaka 2027. So before tuamue chochote after 2027, lazima tukumbushane sahi tuseme kiongozi mwenye tuko naye ni yetu na lazima tumrekebishe. Kenye mimi nafanya ni kumrekebisha. Na wakati mwingine anasikiza. So nakumbuka ile ya fat vaccine. Wewe uko hapa haujasikizwa, sisi tulisema na akatusikiza.
mambo ya fat vaccine, and they rebuted that more than 3 times. Akisema wazee hiyo dawa si ukweli. Kwa sababu anasikiza ground. Unajua yeye pia ni mtu ya DCP vyake. Anasikiza ground. Lakini wewe unapiga praise and worship, tofauti yako na MP ni gani na unalipa taxes. Wewe waachie MPs wa praise and worship na watu wake. Sisi wengine raia tusemezane ukweli, kwa sababu kiatu tunajua mahali inatofanya. Na sisi ndio wahusika wakubwa. So you don't have to be so petty to such an extent that you just even support mediocrity. At some point, so you know, it is in the best interest of all of us. When we say these things, ultimately itasaidia. Juzi tulisema mambo imeharibika MTRH. Suliona waliitikia na wakuja kufanya mambo. And whatever, everything that we are saying, by the way, we are saying because we have the best interest of all of us. And we still believe if we correct objectively, our guy is going to listen. And if he listens, barabara ya kwenu inaondwa. Mimi si jirani yako, and I know all this ultimately, barabara ya kwenu ikuundwa, sitakuwa inakufaidisha. Mimi barabara ya kwetu hata isipoundwa na yenu imefaidika. See, that is how we progress as a country, my friend. So, you'll be shocked. Ruto is going to terms. Either way, there is no problem. Hata mbona aende tu? He's too young to retire. Situmwambia hata aende 5. Kwani nyinyi maombi yenu nifinya aje? Tufanye aje? Tumrekebishe leo ndio tubadilishe sheria aende hata 10 times. It is possible, si ndio? Kwa Kenya wakikubaliana na mambo yenye tunasema sisi. It is possible. That is possible, and you know. So let's do this. Let's ensure that we be spot on issues pertaining the future. Because if we don't, then we'll be doomed, and ultimately we'll be idiots. Because the elite class could not rise and speak that which augurs well with the public and the best interest of this country. So, jamaa mass wedding utatukaribisha na wapi? Alafu unadrop tu comment yako, we'll pick it up from there next time we have such a discussion. Ni Madaraka next week, ama inaitwa aje? Hata nimesahau. Itafanyika huko Homa Bay bado. Si tunatakiana weekend mzuri. It's gonna be long one, but sometimes I'll be offering an opportunity to anybody who want to countermand what we are saying here. We'll be having a live talk here going into the future. So any other person who is willing to come defend, akuje tu defend serikali, aseme by the way, serikali tusipige, tuachane ifanye kenye inafanya, akuje hapa. I'll be able to host you. We have a massive following here, and I know most of the people are interested. So if you have that audacity, if you know you can be able to ukuje defend, hata akina Benadu, unataka ukuje, we have an opportunity. When you are ready, let me know. Akina Dennis mkuje. When you are ready, mkuje. We want these machines tea estates zikuwe abolished and farmers issues zikuwe addressed. Maybe, let me tell you, tukipata nafasi going into the future, well, let me tell you, the idea will not be what Dennis is saying. The idea will not, look at what we are saying as a country. To abolish machines, ati watu waende wachune majani chai. What are we saying as a people? I mean, why are we so attached to pedantic issues? Why are we so attached to slavery? Why are we so attached to poverty? Mimi ninga imagine, mimi nikuwa kiongozi in the future, nitahakikisha kwamba hii mwaka watu wachune majani chai na mikono yao. Next year mtu ajipandie majani chai yake yenye atajichunia mwenyewe. Alafu technology to embrace, kwa sababu look at what's happening. Kuchuna majani chai ni 10 shillings. Kununua ni 20 shillings. Ule mtu wa mkono mwenye amechuna majani chai anaenda na 10 bob. Wewe unabaki na 10 bob. Hii 10 bob inafaa upalilie, hii 10 bob inafaa ufanye aje? Ujilipe mshahara, hii 10 bob inafaa uweke mbolea. What are you remaining with? Paltry, less than 2 shillings or 3 shillings. So, at expense ya mechanization, assuming you have the mechanization plant, iyo unatumia karibu 3 bob or 2. So it is so it's so village. It's a village thinking that we must abolish technology. By the way, it should be let's empower our people. Mtu aenda ajifanyie kazi yake, ajitegemee huko, akuwe tajiri huko, employ technology yenye anataka. That is a progressive thinking. Lakini sasa unataka tuseme ati to abolish
machines alafu watu waenda wachune majani chai. Wewe unataka kutumia mtoto ya 8 mpaka lini akuwe mtu akuchuna majani chai? We need to be progressive thinkers so that we have it right in terms of even having the best for our country and even for our people. You can imagine mama yako anaamka saa 12 asubuhi, saa 11 wakati inanyesha kwa sababu anahitaji kwenda kuchuna majani chai. Akitoka huko anatoka saa 12 jioni. Hiyo mvua yote imempiga. Ni kifua ya 8 unataka huyo mama ya mtu bado aumie. We should be so progressive tuseme huyo mama afanye hii mwaka, the following year akuwe na majani chai yake, akuwe hata na tajiri anaingia pale kujitolea mshahara yake. That is a progressive thinker. But if we are saying we must abolish, that's not the case, bro. And we are not ambitiously, sisi hatuta encourage. Watu waingie technology, but let's always try to empower ourselves in a manner that is going to kutusaidia. 10 bila break. Si 10, mimi niko 30. 30 bila break, bro. We want these machines, okay? I'll join you. I'm ready. Okay? You don't get what I mean. We'll be delighted to confirm my attendance. It's not the attendance. It is a debate. Unakuja una-defend. Una-defend ile the reason as why we must have that. Umesema how many breaks? 10. Mimi niko 25 bila break. Sasa 25 hivi nasema tuhakikishe ya kwamba leo iko sawa. Ndio tukisonga going into the future tusonge on basis ya zile ambazo tumeweza achieve this time. Lakini wewe ukikuja kusema 10 bila break na attach that hiyo 10 na maendeleo, raia watakukataza. Watakuzimia microphone na utapuliza. So, bro, I'll give you an opportunity. I think we'll have an engagement perhaps probably next week, so that we slot in one of the tukana time, a very good time. Wewe kuja defend serikali. Mimi nikuje nikuulize, and it should not be on basis of mediocrity. Mimi nataka watu wenye wako na information, facts and figures, because the goodness we have is we have all access to every information this government is using. Every information is public. So do your research in terms of budget. Do your research in terms of what this government has borrowed vis-a-vis what it has done. Do your research on the issues that the Auditor General is raising. Do your research on the mega projects that's happening within your jurisdiction. Ndio tukikuja tukuuliza hapa, usikuje kuflabagasta unatuambia vitu yenye hakuna, alafu unamaliza unasema ndio bet na unawariro na kimbia. Those are mediocre issues we don't want to listen. We want people that are issue based and people that are premising their argument and debate on facts and figures. Ndio tukiongea tunasonga mbele pamoja. Piga hesabu useme kura ya Jaluo ni ngapi? Piga hesabu uone watu yetu ya nyumbani ni watu wangapi? Piga hesabu ongeza ya Wamasai. Tukikuja hapa chini tunaangalia ile iko database ya IBC, database ya population ya Kenya, statistics, alafu tunatabulate facts, so that tukue na debate yenye iko sober. Tusilose direction na tuweke emotions na excitement chini. Mostly our top leadership like consuming negative energy and emotions despite our voting bloc. They don't care about you, guy. In fact, for your information, most of this top leadership do not even listen to what you are saying. You are so important during election eve. But once that is done, hizo zingine watasema wewe ni mtu wa kusumbua, wewe ni mtu ya opposition, wewe ni mtu ya kelele, hauna vitu natuambia. So, I want us to be so consistent so that wakati tunapiga kura, kwa sababu saa hii tunaweza kuwa tunaongea hivi, lakini ikifika kura tunakuwa wazimu. We are no longer reasoning with our heads, we start reasoning with other stuff. So what we want to say is, we want to have a solid debate on basis of issues, on basis of facts and figures, so that we have a clear pathway going into the future. Ndio rais ajue pia, by the way, I have people who reason, I have people who think, I have people who are so objective, I have so deliberate people wenye wanataka to regain the next election on basis ya kazi mzuri yenye tunafanya. Hakuna mtu anataka kuja kupata next election on basis ya cries ya watu wengine. That is why kuna kitu inaitwanga legitimacy. Legitimacy ni ukifika mahali kila mtu akupigie makofi. If you remember Moi, even towards his end ya uongozi yake, people were so mobbed up. Wakuja mpigie makofi rais. Do you know what does that mean? Legitimization of presidency. Very important. You can imagine rais akuja hapa leo,
alafu kuna watu 20 wanamshout him down. Police, they will rain on you. The PS will complain. The president himself would completely change kwa sababu amemiss ile kitu inaitwa legitimacy. So what we are saying is, it doesn't matter the number of years you will enjoy in power, but what matters is people's legitimacy. That which ukienda kulala leo najua, hey, you guys, I've done the best out of my heart, out of the capacity I have. And that is what president is looking for. Yeye hataki kusikia hii yenye unasema hapa. Yeye anataka kusikia unampigia makofi kulingana na kazi mzuri yenye amefanya. Na kazi mzuri yenye amefanya sisi tutasema amefanya. Akikosa sisi tunasema anafaa amekosa. Akiimprove tunasema baba saidia hapa. Kwa sababu hata sisi tunataka to secure a future in the future. Tukikuja kuomba rais ya nchi, tunataka tukue judge based on our persons, based on our capacities and based on our merit. Wasikuja aseme ati somebody was given an opportunity and flabbergasted. Hataki usikia vitu kama hiyo. We want to have progression na ikue on basis ya issues na sisi ndio tutashughulikia hayo. So whose comment becomes the last? General, you mean our top leaders don't believe on their employers? Kindly elaborate more. Do the president know this? And Angile engine kararanga. My followers will tell you. Watakwambia wenyewe. Nani ataambia president nyumbani ni noma? Nani akona guts hapa amwambie president ati ule Ketera alimwambia president kenye mnafanya si mzuri, SGR mnafanya mambo si mzuri. Alifanywa nini? Alitolewa mbio. Ule jamaa alikuwa anaitwa Tiren. Alikuwa anaongelea mambo ya mahindi. Alikuwa anaongea mambo ya uongozi. Alifanywa nini? Si alitolewa mbio. Na kuambia uongozi wake sasa. Ni vigumu sana voice of reason to live. Wewe mwenyewe ati tafuta kiongozi yeyote tu. Angalia Sifuna. Sifuna saa hii anaambia rais, mimi naona mambo si mzuri. Na kuambia Sifuna ni adui ya rais leo. Wale wenye wako karibu na rais wa ndani, wale wenye wako karibu na viongozi wa ndani wao, ni wale wanamwambia kiongozi, wachana na huyo ni fala. Wachana na ule ni fala zaidi. Mimi ndio kusema na mimi ndio ground. Hata kama ground inaenda south. Kazi ya viongozi wetu wengi ni kumwambia rais uko sawa. That is the nature of politics we have, bro. And I know that is why hata akikuja huku anaambia aje chameke kabisa karara nga bwana mayaoli chameke kila kitu. In fact, even that particular issue hata kama ametoka Ugwama mahali hata mwambia barabara ya kwetu ni mbaya haizi. In fact ni yeye atamwambia rais shikilia. So I know, all of us know. I think there is need to revitalize our politics so that politics ikue on basis ya ukweli. Tuambiane tu ukweli ndio tuzidi kufanikisha serikali yetu. Na njia ya kusemezana ukweli ni kumwambia mnahitaji kupull up your socks. That is the best we can do. Sisi kazi yetu hakuna venye tutachunga serikali kwa sababu hatuna bunduki ya kuchunga serikali. Sisi tumepiga kura na tumepigia serikali. Sisi tunalipa taxes na tunasaidia serikali. Sisi hakuna siku project imeletwa tukasimamisha. Sisi tuko tu tumekaa. Kazi yetu tu ni kumkumbusha hapa ile uliahidi imechelewa. You can imagine how good we are. Sometimes wengine watu wananyamaza tu wakikuona na unajua adui mbaya ni ule ananyamaza hata ukiangukia shimo. Mimi by then rafiki mzuri hata kama unaona video adui, mimi naambia rais, hey, rekebisha hapa, usiporekebisha watu watakasirika na wewe. So kabla hajakasirika na rais, ili tumwambie ukweli, ndio ikifika hiyo wakati, karma ikifika, sisi tunajua kwamba tulisaidia. Na kazi ya kufanya saa hii, lipa taxes kenye unafanya na ukosoe serikali wakati inahitajika. That is the best way you can build this government. Hata hizo manja yenu sijui ati nini, mami, hiyo haisaidii. In fact, it doesn't add any value anyway. Watu hata rais akikuja hapa leo atauliza generali unasema aje. Hakuna siku atakuita wewe mtu ya nyanya imete. Akwambia utasema aje. Hakuna, kwa sababu anajua wewe tayari wewe ni supporter. So that is the truth. Nevaga aito maote, yes, itafika. Tunyamaze kabisa. Tunyamaze, nevaga aito maote. Tunyamaze namna hiyo. Inamaanisha ya nyumbani itafika bila nyinyi kuuliza. Namna hiyo. Tujamaze. Lakini mashida zenu muombe pia inyamaze ndio msifichwe na mashida na hapo unangoja yaga. Na unaona yaga sasa ya nyumbani gaa sasa imepita. Sisi tunaona tu inapita. Chiu. Zuri kwetu huko ni transit route. Chiu.
tinga zinaenda kwenda kuunda barabara kwingine chuu. Sijui tunaona ndege chuu. Tunaona masamaki zinapanda. Sisi tunakoja ni bagaa. Hata yeye akai tafika by date. Na tukue wapole. Unajua nyinyi ni watu wazuri. Nafaa tukue wapole namna hiyo alafu tungoje. Itafika. Our time will come. And that time is soon. I like that energy. So that was our time, my guys. We live to catch up again. Hizi vitu zikitokelezea. Lakini tuambie tu, let's concentrate na vitu za maana. Kuchange maisha. Na kuchange maisha ni wachanene na mambo ya opposition. Wacha opposition wapige kelele wanafanya. In any case hawana kazi nyingine ya kufanya. They are jobless people. Lakini wewe mwenye uko kazi, wewe fanyia watu kazi. Wacha kufuata watu ya opposition wenye wamepoteza mwelekeo. Wewe mwenye uko na mwelekeo usituelekeze basi. That is exactly what we are saying. That was our time. I wish you a very beautiful holiday. Good weekend. Majamaa ya sherehe, si mumesema mtaniita kando ya tent. Mimi nitakuwa kwa Kalenjin, Kararanga, mambo iko sawa. Ile mambo tu ya bandits imetukosea heshima kidogo as a community. You know, one of the progressive communities in this country tuko hapo kwa hiyo list. Lakini wale mandugu yetu kabisa inabidi waache tabia. Na tulikuwa tumesema ikiwezekana hata hiyo ng'ombe, kama ni ng'ombe ndio inaleta shida, so wabadilishe their means of living. Sijui wafanye vitu zingine. Alafu mimi ningeonelea kwamba wale watoto wote huko kutoka 1 year mpaka 23 years wahamishwe waende wasomeshwe. The government must be so strategic on that particular accord. Kwa sababu sasa ile vitu alifanyia Bagule yangu, huyo padri, ni vitu mbaya sana. Na unajua hiyo wakati waliua Bagule, wakasema hiyo siku wamekamata wengine 6. Halafu juzi tena tumeambiwa hawajakamata mtu. Mpaka jana tukaambiwa sijui ameshika mwingine. The following day leo sijui anasema hiyo mtu hajashikwa. Sijui mbona tunashungushwa namna hii. What we are saying is, hii mambo ya bandit hii mambo ya watu wetu kutoka ile eneo, na watu wote wenye wanashughulika na hii biashara ya uwizi ya ng'ombe. Hiyo tabia mazee muache. Muache kwa sababu inatupotosha kama jamii, inatukosea heshima, na si vitu inatusaidia by the way. At this point in time unajua hata hiyo ng'ombe unaiba, ukipatikana na risasi unakula. Hii mambo ilikuwa kila mahali, and most of the people wameachana na hiyo tabia. Mbona nyinyi bado mu hold on to those issues? Alafu kitu imekuja tu mimi nimerealize kuna some iniquity in terms of how government ina deal na insecurity ya huko. I was talking with some guys there, and I know the government is aware in this particular issue. Wanasema wale watu ya Pokot na Turkana hawasumbulii venye sisi tunafinywa. So they are saying wale mabunduki, hata kama mtu ananunua bunduki karibu 3 ama 4. Halafu serikali wakisema wanataka kufanya mobile ya mabunduki wanatoa moja, ile nyingine inabakishwa. Halafu wanasema hao wenye wamebaki na bunduki ndio community security. So you can imagine people have taken up their arms to protect themselves. And what we are saying is, serikali mazee inabidi mume up your task. Ile style yenye ilitumika hapa kumaliza uwizi ya ng'ombe hapa, mu-apply na huko. Hata kama manzia ni mbaya, you need to improve on the terrains. And the one way of doing that ni ku-improve on the social status of those particular people. And you allow civil rights to thrive. Watu huko wapate nafasi, na you need to be so deliberate. Kwa sababu ikizidi kukua namna hii, hata huko sasa mambo watu walikasirika, na tunazidi kukasirika kwa sababu tunaona the energy yenye mulitumia kudeal na ule wakora wenye waliua ule father ni tofauti na vile venye mulitumia na wakora wenye waliua ule MP wa Kasipul. Tunataka tu serikali mkuwe so deliberate, mtoe ya wakora. In any case serikali mko na uwezo, mko na madrones, mnaweza raise, mko na masatellite mnaweza weka pale, alafu hizo vitu muko na intelligence, muko na NPR, muko na watu raia wenye wanawapea information. Sisi tunafaa tujue, na kama ni nyama, si Kenya isimamishe hii biashara ya nyama. In any case nyama si basic needs. Tusimamishe for 1 week, tuone kama ile uwizi ya ng'ombe iko pale itafanyika. Na ikiwezekana mtoe hizo ng'ombe za kukaa huko, tuchukue huko zero grazing ng'ombe za huko. Kama if that is the case, if they must live with that. Kwa sababu ng'ombe ya zero grazing hawezi endesha hati aende, ataenda mita 2 akufa, achoke. So the government must be so deliberate, and we must enforce that which is doable and that which is practical, because if we allow this is a public shame.
na ina affect pakubwa the entire community. It brings shame to the entire nation. Kwa sababu, what is this particular thing imeshinda serikali? Are we therefore saying the government already is defeated? Hii mambo mazee imenisumbua, imenikula akili. But I know, if the government is so to be so deliberate, watafanya shida siku moja iishange. Kwa sababu yale walifanyia Matakwe pale mambo ya SLDF, hata kama terrain cha huko ilikuwa mbaya sana. In fact, they were bordering a neighboring country. But ule Matakwe hakupata nafasi because the government was so deliberate to eradicate that once and for all. Kama kuna serikali iliahidi ya kwamba itakuja kudeal na bandits once and for all, ni hii serikali. Kama Ruto atashindwa, basi tunajua hii mambo. Unless you are saying it's an internal issue ya kwamba inahusika pakubwa na wakubwa. If that is the case, then I'm telling you, this kenye unafanya ni too much side shows. Kwa sababu, how on earth can just happen that way? Mambo ifanyike hivyo na tusahau. Tunataka watu wangapi bado wazidi kukufa. Na wale mandugu yetu wa Marakwet musikie, you cannot change your life through that which you are doing. Pokot, same thing, and even the Turkanas, and any other person that is doing this unscrupulous way of surviving. Hakuna shortcut kwa maisha. Shortcut ni, we must work for it, and we must get it right in terms of how we do it. Yes, I know for sure. Imagine those who fought for this government are now begging, but those who are in opposition are now enjoying. I knew, tukipata nafasi tuongea hata na nyinyi mnajua kwamba wenye waliamuka saa 8 usiku kwenda kupanga laini ndio wanaumia kuliko wenye hawakupiga kura. Hiyo dai unajua mtu. Utaanza tu kujifanya unadefend, lakini ultimately unajua yenyewe kuna venye unaumia kimoyo moyo. Na si wewe peke yako, si common sense. Unaona sasa wenye wanakula kwa serikali, ministry zote kubwa wameenda nazo ni nani? That is exactly what we are saying. Na mtu asikudanganya ati it is in the best interest ya unity for this country. Kenyans are united. Ni viongozi peke yao ndio wako united kwa sababu kitu ina unite ni interest zao. Baba amefika kwa kiti akasema mnipe zangu. Yeye amesotiwa. Raia bado wanazidi na mashida yao. So mtu asikudanganya ati Kenyans are not united. We are ever united. Mashida zetu zinato unite. Sisi tukisoma huko shule, we don't even care which tribe you come from. It's none of our business. Because in any case, we still believe that everybody has got a slot to survive in this world as far as Mungu amemleta. Na haijalishi mahali umezaliwa, haijalishi mama yako ni kabila gani, haijalishi sijui baba yako ni kabila. It doesn't matter where you are born. What matters is that Kenyanness we have. Na hiyo Kenyanness by the way inakuanga mzuri huku kwote, lakini ikifika tu kwa kura, hapo ndio viongozi utasikia akisema wewe, huyu ako na kabila. Hizo mavita akonanga, mashida zinatutwanga hata huko tunauzianga, hata Wakikuyu na kujanga hapa wananunua mahindi, Wakisii na kujanga wananunua blue gum suku. Ng'ombe tunauzanga hata huko Western, hata watu ya Uganda wanakujanga. Hakuna siku hapa tumaibagua kufanya biashara na kabila zingine on basis ya political affiliation. So wanasiasa round hii hatutaingia kwa mtungi yenu ati sijui ni kabila gani nitaka kufanya nini. Mmetudanganya siku mingi. Round hii tutaona mtu macho kwa macho. Tuseme wewe unataka tusaidia aje sisi. Usaidie aje kama vijana, usaidie aje akina mama, alafu tusonge mbele pamoja. Hiyo mambo mengine yote ni nyinyi wanasiasa ndio mnaficha chakula yenu kwa sababu you are so protective. You are so territorial. Kwanza ukisikia mtu mwenye anataka kitu, wewe unamwambia hapana bwana. Hii baba hapana. Unamtoa mbio kwa sababu unaona ni kama anakukulia chakula yako. So wanasiasa tunazidi kusoma, tumechanjaruka. Going into the future tuko na ujanja kidogo. Na hii ujanja yenye tuko nayo ni ya experience. Maisha yametuboda bwana, mpaka tumeona raundi lazima tungatuke macho. So that is what we want to say. Sitazidi kusema kuzidi hapo. Sijui kama kuna comments sijasoma. The new comments in the stream, I'll be checking that and we'll use it in our next course of the discussion. Tudumisha amani, tuzidi kufanya kazi na tuombeane. Viongozi usiombe kiongozi, wewe jiombe. Viongozi wanaweza influence hata maombi. Wewe wenyewe awira venyewe utasaidika. So thank you, that was our time. See you, have yourself a good evening and a fantastic weekend. Let's catch up perhaps next week. Follow up, follow through TikTok, Facebook, hata YouTube by the ukimiss hizi clips.
Facebook siku hizi zina delete. Kutana nazo huko YouTube. Fuata, sikia Kenya akina General anasema. Next week, 1-on-1. Kama unaweza argue, unaweza debate on basis ya facts. Platform ndio hiyo. Na kuongeza pale juu, useme mambo yako, watu wakusikize, wakucheke, watoke. Mimi General nipayuke, nimalize, nijiende, nichekwe. Kwa sababu nafasi itakuwa hapa. We'll be discussing head on, 1-on-1. Bila ubaguzi, bila uoga wote. Utapata nafasi useme. Mahali huko, Kenya mzima. Lugha ni kitaifa. Ikiwezekana lugha ya mama. Kutegemea na wateja wenye tutakuwa nao hapa. Thank you so much. Have yourself a good evening.